Mnaona tuko hapa, tuko hili eneo, ni ile hali tu ya kuonesha shirika, ya kuonesha kwamba tunasikitishwa, tumeguswa na hiki kitendo kinachofanyika. Kuhani Mwakalambo, mtumishi wa Mungu ambaye ni sehemu ya kanisa la Ufufuo, kwa maana ya Gwajima ni baba yetu, ni baba wa wengi. Gwajima ni baba wa wengi, na kama ni baba wa wengi, kwa hiyo tunapopata matukio mazito kama haya ama taarifa ngumu kama hizi, lazima tushtushwe, sababu zinatugusa moja kwa moja na zinaathiri mwili wa Kristo moja kwa moja. Mimi nipo pale Bunju naendesha huduma, lakini pia ni sehemu ya huduma hii. Na mimi nilipata taarifa bwana. Hizi taarifa za tangia itoke barua ya kumsimamisha ama kutusimamisha tusiendelee na huduma kwa maana ya kanisa la Ufufuo na Uzima, tulizipata na zilitusikitisha sana. Mwanzoni zilikuja kama vile ni kama utani, lakini kadri siku zinavyoenda tunaanza kuona kumbe ni serious. Na ukizingatia kwamba zimetukuta tukiwa katika mfungo wa maombi, tukiwa tunaendelea na maombi yale ya siku 7 yaliyotangazwa na Bishop kwamba tutakuwepo na maombi ya kuombea taifa, wala hayakuwa maombi yenye uchochezi, ni maombi ya kuombea taifa, maombi ya kuombea viongozi wa serikali na kadhalika. Lakini ghafla jaribu kufikiri kwamba unapokea taarifa ngumu kama hii, eti unafutiwa usajili. Kwa hiyo zikatustusha, na kibaya zaidi sasa tumekaa usiku nimelala usiku, nipo nyumbani ninaangalia hivi kwenye mtandao, naona kwanza kuna taarifa inatoka kwamba watu wamevamia kanisani. Ilibidi moja kwa moja nikatisha usingizi. Nilipata taarifa kama saa 8 za usiku. Nikajiandaa pale kama saa 9 ama saa 10 nikaanza kutoka. Nikafika hapa baadaye sana, kulikuwa na foleni, nikakuta hakuna utulivu kwa kweli. Watu wanakamatwa, watu wanapigwa, watu wanapigwa. Mimi sijaguswa of course, lakini nimeshuhudia watu wanapigwa, wanachukuliwa, waumini wanaondolewa kanisani, wanapakizwa kwenye magari. Wengine nafikiri wamepelekwa vituo vya polisi, hatujui wako wapi. Lakini ambacho naweza nikazungumza tu ni kwamba kanisa, kama mnavyoona pale, kanisa tumewekewa kizuizi kwamba hamna ibada kuendelea. Okay, tumetii kwa sababu ni agizo limetoka kwa viongozi wetu, hatuwezi tukafanya vurugu, lakini